Watu wengi wamekuwa wakizarau mkulima. Yaani mkulima ameonekana kama si mtu wa maana. Mkulima ameonekana kama yeye ndio maskini, lakini watu wanasahau ya kwamba mkulima ndiye ambaye anayeleta chakula kwa watu. Analima shamba, anapanda chakula chake vizuri, kinakomea. Anaenda sokoni kuuza vitu. Akisenda msoko kuujisha vitu, watu wanamtazama kwamba yeye tu ni mtu maskini. Wanasahau ya kwamba ni yeye anayewatolea chakula. Wanasahau hata kazi yake, hawamuone kama ni mtu wa maana. Wanaona kwa sababu hali yake ni mbaya, kwa sababu ni mtu anaishi kwenye mashamba, watu wanamdharau, wanasema yeye kwamba ni mtu ambaye hafai hata. Siku hizi watu wametegemea watu ambao wamekuwa tu na mali, ndio wanaonekana kuwa watu wa maana kwenye macho ya kibinadamu. Yaani kihalisia watu wanatazama tu watu ambao wako na pesa tu. Maskini atazamwe. Yaani maskini anaonwa tu kama vingine viumbe ambavyo vimeumbwa tu hapa duniani. Wamemuona tu kama viumbe ambavyo Mungu ameviumba wenye havifai. Wamemuona tu kama nyama, maskini tu wanamchukulia kama mnyama fulani. Lakini wanasahau ya kwamba hata maskini naye ameumbwa tu kwa mkono wa Mungu. Na maskini naye pia yupo kwa mfano wa Mungu. Kama wewe ni mwanadamu, usikuwe mtu wa kushusha mtu, wa kumdharau. Lazima pia umpe juhudi. Ukwake mtu wa kuanguraje mtu mkazi yake nyana faaka. Unamuanguraje. Hata kama ni kazi ya umaskini, ilifo kwanza unaanguraje ile kazi yake yenye iko nafanya. Unajua maskini hakuumbiwaka kwa kupenda yeye akue maskini. Ni ghafla tu ameangukia. Yaani maskini ghafla amejikuta kwenye upande wa umaskini. Na wewe kama ni tajiri, ujue utajiri wengine wanaununua na wanasacrifice watu kwa utajiri. Kuna utajiri ambao ni utajiri ya ukawaida, na kuna utajiri ambao usio wa halali, ambao ni utajiri wa kumwanga damu. Sasa mtu anajiita ati ya kwamba yeye ni tajiri kwa kumwanga damu. Ya anaita pesa kwa kufanya uchawi, kwa kuwanga. Anafanya uchawi kwa kupata pesa. Alafu yeye anakuja kudanganya watu ati ya kwamba yeye ni tajiri. Hiyo sio utajiri, hiyo ni wizi wa mali. Na kuna watu ambao ni waporaji. Watu wa kukula rushwa. Watu wa serikali wanapata pesa kwa kukula rushwa. Wao wanasema eti ya kwamba ni matajiri na wanaiba pesa. Hiyo sio mali na huo sio utajiri. Hapo itaonekana ya kwamba hata maskini na kushinda mbali. Kwa sababu yeye anapata pesa zake ambazo ni pesa za nguvu zake, sio pesa za kuiba. Na kuna utajiri mwingine ambao ni utajiri wa kukupatia. Kama ni baba yako alikuwa akiwa na mali na kutayarishia kila kitu. Alafu sasa wewe unajiita kwamba ati wewe pia ni tajiri kwa kukupea mali. Unalia unasema wewe pia unateseka kwa kupata mali. Na wamekutolea tu mali hivi bure umepata ukikaa. Alafu sasa wewe unasema eti ya kwamba wewe pia ni tajiri, watu wa kuheshimu. Unaanza kudharau watu. Ulie wewe njoo wenyewe uheshimie watu, wewe njoo upatie watu respect, lakini wewe unapenda watu njoo bakuheshimie. Oro ni idea watu wengine njoo wenyewe walikuwa kanayo, njoo wenyewe walichunguzaka. Watu wanachunguza juu wewe ukwe tajiri ufike mwile niveau. Watu wanakupatia valeur, lakini wewe unawazarau, hawaonesha hata valeur. Watu wanakusifu kila mahali, lakini wewe unawaona kama wao ni wapuuzi tu mbele yako. Unawachukulia tu kama wanyama tu, wenyewe wanaoishi katika dunia. Tajiri kuwa ukiheshimu kila mtu. Kila mtu ameumbwa kulingana na kipaji chake. Kama wewe una kipaji cha utajiri, wewe endelea hivyo. Na maskini naye ameumbwa kwa maskini, yeye pia ameumbwa kwa kipaji chake cha umaskini na anaishi tu vizuri. Na anaendelea na miaka yake ya kuishi hapa duniani mpaka atakapofikia miaka yake ya kufariki.
atakuwa tu akiishi. Na wewe pia tajiri unaishi maisha yako, kama ni mazuri kama ni mabaya, unaendelea wewe pia kuishi tu kwa miaka yako ambayo utakayoyafikia kifo. Mungu ametupatia hapa dunia, yani mipaka. Mungu ametuumba na limit. Hauwezi ukapitisha miaka ati utafika miaka 1000 ama utanunua miaka kwa sababu wewe ni tajiri. Unajiongezea miaka, unaenda kununua miaka. Miaka hainunuliwi madukani. Mmenielewa? Miaka inatoka kwa Mungu. Hauwezi yasema ati ya kwamba wewe ni tajiri unajiongezea miaka kwa miaka yako ambao unayokuwa nayo. Sivyo. Wewe muda wako wa kufariki ukifika, lazima utaenda utake usipotaka. Na kama hata wewe ni maskini, miaka yako tu ya kufariki ikifika, lazima utaenda upende usipopenda. Na kwa hiyo Mungu ametuumba hapa duniani, ametuwekea mipaka. Sisi wenyewe tunajisifu kwa vitu ambavyo hata hatuvielewi. Tunajisifu bure. Tunajisifu kwa vitu ambavyo ni vya kupita tu. Ndio hivyo Mungu ametuachia kitu ambacho amesema kwamba tumuamini yeye peke. Katika dunia hakuna vitu ambavyo utakavyovisifu. Ukisifu mali haiwezi kukuongezea hata uzima hata siku moja. Na mali yako hiyo haiwezi ikakuponyesha hata siku moja. Binadamu ndio watakao kuponyesha. Ukigonjwa, binadamu ndio watakutengenezea dawa, sio pesa. Wewe unajisifu ati ya kwamba wewe una magari za bei kali, wewe ndio mtu wa maana kwenye familia. Lakini Mungu anakuona kama wewe tu ni mtu wa kawaida tu kama na watu wengine. Si wewe una damu ya ambao ni damu nyekundu kama binadamu wengine. Maskini yeye pia ana damu nyekundu kama ya kwako. Hauwezi ukadharau maskini eti ya kwamba wewe ni tajiri uko na pesa nyingi. Kuna watu walikuwa na pesa kabla yako lakini wamefariki. Wewe hausome histoire ama haufuatilii mambo ya Biblia, mambo za kitabu. Ukiwa ukisoma vitabu utaelewa mambo mengi. Utakuta kuna matajiri walikuwa katika Biblia, walijisifu na wakaoa wanawake hata 1000. Eti ya kwamba ndio kujionesha ya kwamba kuzirijisha. Lakini hiyo haikufaa kyokyote. Alikuja kujikuta ya kwamba huyo tajiri ambaye alijisifu kwenye Biblia aliona ya kwamba mali ni kitu bure. Aliona mtu wa maana ni Mungu tu peke yake ndio mtu wa kuheshimiwa na wa kuabudiwa. Ndugu yangu, tuheshimiane sisi sote. Kama wewe ni maskini, heshimu tajiri kulingana na hali yake. Na kama wewe ni tajiri, heshimu pia maskini kulingana na umaskini wake. Kwa sababu maskini ndiye anayekufanyia kazi wewe tajiri. Kama maskini hayupo, wewe tajiri, ujue ya kwamba wewe hakuna mtu atakaye kushughulikia. Maskini ndiye anayekushughulikia, maskini ndiye anayekuchungia vitu vyako, na maskini ndio mwenye anafanyaka kazi kwako wewe tajiri. Hauwezi kuwa tajiri kusema ya kwamba utakuwa tajiri wewe peke. Utaongoza mali yako wewe peke kwa mikono yako. Lazima utumikishe kwanza wa maskini, wakujengee manyumba zako, wakufanyizie kila kitu hapo nyumbani. Lazima utahitaji watu tu. Hauwezi ukahitaji umbwa ambao haiongei, ama hauwezi ukahitaji nyama ikusaidie, au nyama haiwezi kuwa hata mtumwa wako hata siku moja. Maskini ndiye atakaye kuwa mtu wa kukufanyia kazi. Na usimdharau maskini wakati yenyewe anakutumikia kama wewe ni tajiri. Muone pia kama mtu, msaidie, umsamini, umuone kama yeye pia ni mtu wa valere mbele yako. Kwa sababu iko na valere mbele yako. Kama hakufanyie kazi, kama hakusaidie, kama hakufanyizie vile vitu ambavyo unavihitaji, hasa wewe utayafanya namna gani? Si wewe ni tajiri tu kwa jina, lakini ukienda kwa mipango mingine utakuta ya kwamba tajiri pia anaweza. Kwa sababu mimi sijaona tajiri akifanya kazi. Yeye anajiona kwamba yeye ni mtu ambaye anaeneza kila kitu. Yeye anajikuta kwamba yeye amefika katika dunia hawezi akafanya kazi. Lazima awe na watumwa. Na watumwa wakikosekana katika dunia, ama tuone mfano mmoja fulani, tupige mfano fulani. Wewe wanakuacha katika dunia hii wewe peke yako. Anasema dunia ndiyo hiyo. Ukamate mali yote yenye iko ndani ya dunia, wanakuambia wewe chukua mali yote.
Kwa kweli wewe tajiri, ukiwa na mali na pesa zote, wanakupea pesa zote, kwa kweli utapasha uweza kuongoza dunia kweli? Ukiwa wewe peke mtu mmoja, hutaweza, na hautafanya chochote, na hautajenga hata nyumba, hata gari hautanunua, kwa sababu utakuta mahali ambapo wanauza gari pamefungwa. Unaona kwamba Mungu ni mkubwa. Mwenye anahitaji kuwa tajiri, kuwa mkubwa, mwenye ambaye tunayeweza kukubali, mtu ambaye anayekubalika kuwa tajiri ni Mungu peke yake, kwa sababu yeye anapasha weza kujiongoza kwa mikono yake, anapasha pata mali kwa mikono yake na kwa nguvu zake. Sasa wewe, kwa nini wewe binadamu ambaye hauna hata uwezo unajisifu kwa nini? Unajisifia nini? Hakuna kujisifia ndugu yangu. Tuheshimiane. Natoa hii mashairi ni kwa kuelewana na ni kwa kushauriana pia. Maonyo inatoka kwa watu wengine, na wengine watu wanasikia maonyo na wanaielewa. Ndio hivyo. Utufuatililie kwenye YouTube kila siku. Mimi naitwa Jima Lumumba kwenye mtandao.